السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. أحمده سبحانه على ما يسر من صيام وقيام، وما كان من خير وإنعام، وما بلغنا به من شهر الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kutufikisha katika siku ya leo, miongoni mwa siku kubwa za Jumaa, na huenda ikawa ndiyo Ijumaa yetu ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nimesema huenda kwa sababu wale waliofunga nyuma, huenda Ijumaa ijayo ikawa ni Ramadhani, lakini kwa wale waliotangulia, moja kwa moja kwa wao Ramadhani itakuwa imeisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakabalie sote ibada zetu tulizofanya mpaka hapa tulipofika, fa innahu waliyyu dhalika wal qadir alayh. Tukiwa katika Ijumaa kama hii, ni Ijumaa ambayo kwamba tumekata masiku mingi sana ya katika mwezi ambayo kwamba tulikuwa tukiusubiri kwa hamu. Ni mwezi ambao kwamba tulikuwa tukiusubiri kwa hamu kubwa sana, lakini ha nahnu al-yawma nuwaddi akhir Jumaa min Ramadhan. Lakini leo tumefikia kuiaga Ijumaa ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lilasaf la yazalu min baini sufufina unasun akifuna ala dhunubihim mustamiruna ala taksirihim fi haqqillah. Jambo la kusikitisha ni kwamba bado kuna watu ambao kwamba bado wanaendelea na kushikamana na maasi na kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mata takunu liyaqdha, huyu mwanadamu ni lini atakuwa ni mwenye kuamka? Wa matarujuu ila Allah, ni lini mwanadamu atakuwa ni mwenye kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Wa mata taubatu nasiha, lini mwanadamu atatubia tauba an-nasiha, tauba iliyotakasika? Min hadhihi dhunubi wal atham, kutokamana na madhambi tuliyofanya na makosa ambayo kwamba tumeyafanya. Ala ayuha al-muqassir fi jambillah, ewe ambaye kwamba uliyefanya makosa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yako wapi machozi yako yenye kupita? Iko wapi hali yako juu ya madhambi yako? Aina nadamuka ala ma fata min al-umri, yako wapi majuto yako kutokamana na yale mambo ambayo kwamba yaliyokupita katika umri? Tunajuta kiasi gani kutokamana na mambo ambayo kwamba ya khairi yaliyotupita katika umri wetu? Ila amin qabil, kalla, tungoje mwakani? La, si wakati wa kungoja mwakani. Fama ilayka muddat al-a'mar wala ma'rifat al-aqdar, hakuna anayejua muda wa kuishi wala hakuna anayejua kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itapita wakati gani. Fakam min mu'ammilin amala bulugha Ramadhan falam yablughu, ni wangapi walikuwa na matarajio kufika katika mwezi wa Ramadhani lakini hawakufika? Kama ninavyosema, kuna watu mwezi umeonekana na wao wanakata roho. Ule mwezi wa Ramadhani unaonekana na mtu anakata roho, na alikuwa na matarajio makubwa sana. Wengine ule usiku ameona mwezi, anatarajia kesho kufunga, usiku ule anakata roho. Hata siku moja hakuweza kutekeleza ibada kama hii ya somo, na alikuwa na afya yake, alikuwa ni mtu ambaye kwamba alikuwa na matarajio ya kufunga.
lakini hakuweza kutekeleza wala hakufika hata Ramadhani moja kuweza kuifunga. Wa kam min mudrikin liawwalihi wa lam yukmil akhirahu, ni wangapi tulianza nao leo hatuko nao. Kuna watu tulianza nao lakini wamelala katika makaburi saizi. Walianza vizuri, wengine wakamaliza 10 la kwanza, wengine wakaingia 10 la pili, na leo hawakuweza kuwa na sisi kuweza kufika mahali ya leo tunafika. Na sisi pia ni vile vile hatujui kama tutamaliza mwezi wetu ama tutafika mahali nasi roho zetu zitakuwa zenye kutoka. Sasa mwanadamu kama huyu, fantabih ayuha almuqassir, ewe mwenye kufanya makosa, sasa ndio wakati wa kuamka. Sasa ndio wakati wa kuamka, na sote tunafanya makosa, lakini sasa laqad ana tazawudu in aqalna, sasa ndio wakati wa kuchukua zawadi kama tuna akili. Tukifika katika mwisho ya Ramadhani, tukiwa katika 10 kama hili la mwisho la Ramadhani, sasa ndio wakati wa kushindana. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, sasa ndio wakati wa kushindana. Fastabiqul khairat, shindaneni katika khairi. Jambo lolote linazingatiwa mwisho, jambo lolote linazingatiwa mwisho. Wacha Ramadhani, hata umri wa mwanadamu unaangaliwa mwisho wake. Mwanadamu afanye namna atakapokufanya, lakini mwisho wake akafanya maasi, ndio ikawa ndio mauti yake, ile ndio atakayo kuhukumiwa nayo. Mwanadamu afanye namna atakapokufanya katika maasi, dakika zake za mwisho akawa ni mwenye kutubia, ile ndio ambayo kwamba atahukumiwa nayo kwamba yeye ni mja mwema kwa sababu amekufa katika tauba. Kwa hivyo mambo yetu huzingatiwa mwisho. Ni kama vile tu mashindano. Angalia mashindano ya mbio, kama ni relay ama nini. Tuchukue relay. Kunao ambao kwamba wanaanza alafu wanawapa wenzao kijiti. Ni nani ambao kwamba lazingatiwa? Ni wale walioanza ama wale watakao kumaliza? Wale watakao kumaliza. Yule atakayekuanza akimbie namna atakavyokukimbia, lakini ule wa mwisho akifeli, yule mwisho ndiye ambaye kwamba atakayekumwangusha. Yule wa mwisho akizubaa, yule wa mwisho akiwa lezi, basi yule wa kwanza hatoangaliwa kwamba huyu wa kwanza alikimbia mbio nyingi sana, aliwashinda wote, kwa hivyo tumpe ushindi. La, hauangaliwi hivyo. Ataangaliwa yule wa mwisho aliyechukua kijiti cha mwisho, yule mwenye kukata utepe, yule ndiye kwamba mwenye kuzingatiwa. Huyu wa kwanza hata kama atacheza, wa kwanza hata kama atakuwa namba 2, namba 3, lakini wa mwisho yule atakayekumpa kijiti akafanya bidii akawashinda wote akawa namba 1, haitoangaliwa kwamba huyu ani wa kwanza alikuwa namba 2 ama alikuwa namba 3. Ataangaliwa yule wa mwisho ambaye kwamba aliyewashinda wote. Na haya ndiyo ambayo kwamba hata katika mwezi wetu wa Ramadhani, hata katika umri wetu tunaangaliwa mwisho. Khitamuhu miski, tujalie mwisho wetu uwe ni miski. Tujalie mwisho wetu uwe ni wenye kunukia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika wenye kufunga tunakuwa ni wenye kurudi nyuma sana. Ikifika 10 la mwisho ama wengine hata 10 la kwanza likimalizika kuingia 10 la pili, pale ibada zinaanza kukatika, ambao kwamba ni kinyume. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa likifika 10 la mwisho, shadda miizara, alikuwa akijifunga Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa aikadhaha lahu, na akiwaamsha familia yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa mwanzo wa Ramadhani haonekani katika ibada nyingi. Ikifika mwisho wa Ramadhani ndio alikuwa akijitahidi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala zima la ibada. Je, sisi tuko grupu gani? Sisi tuko katika wale watu ambao kwamba wanaanza, wengine wanasema ni kama Coca-Cola. Coca-Cola ile ukifungua inakuwa na pressure, alafu pap inarudi chini. Tusiwe na pressure ya Coca-Cola. Tusiwe na pressure ya Coca-Cola. Tuwe ni watu ambao kwamba kila Ramadhani sasa ndio wakati sasa. Sasa ndio wakati wa kuwa ni wenye kuchukua zawadi. Bil amsi kunna
بالامس نقول مبارك الشهر رمضان اقبل اهلا. Jana tu tulikuwa tukisema Ramadhani mubarak, tukaribishana, lakini leo tunauaga mwezi kama huu. Bali yao nakulu wadaan Ramadhan, leo tunaambia Ramadhani bye. Na hapa ni Ramadhani tunaiaga ama Ramadhani inatuaga sisi? Tujiulize swali muhimu sana. Tunaiaga Ramadhani ama Ramadhani inatuaga sisi? Jibu rahisi sana, ni Ramadhani inatuaga sisi. Sisi hatuiage Ramadhani. Ramadhani itakuja maada mbingu na ardhi ziko, Ramadhani itaendelea kuja mpaka kiyama kitakapokusimama. Lakini sisi ndio huenda ikawa ni Ramadhani yetu ya mwisho. Na siku zote ukifanya ibada unaifanya, hata swala chukulia kwamba ni swala yako wa mwisho. Wasallu, baadhi ya maimamu utasikia sema wasallu salata almuwaddi. Ukisikia wasallu salata almuwaddi, imamu akiwa anapanga safu istau na nini, alafu wasema wasallu salata almuwaddi, maana yake kwamba swalini swala ya kuaga. Swala ya kuaga. Ukiona swala ya kuaga, hebu imagine kwamba ile ndio swala yako ya mwisho. Umeambiwa bwana, ukisha kuswali dhuhuri ama Ijumaa kabla asiri unakata roho, utaswali namna gani? Utakuwa na khushu na uoga katika swala kama ile kiasi gani? Unajua hii ndio swala yangu ya mwisho. Nishaambiwa kwamba nikisha kuswali Ijumaa asiri sitaswali tena. Ikifika saa 9 saa 8 mimi nitakufa. Hebu angalia mwanadamu ataswali ile swala kwa khushu namna gani? Atakuwa na uoga na adabu kiasi gani ndani ya swala kama ile, akitarajia kwamba hii ndio swala yangu ya mwisho, sitakuwa tena na swala baada ya hapo. Wakadhalika asiyam, tunapofunga pia vile vile tuchukulie kwamba ni saumu yetu ya mwisho. Ukifanya kwamba ni saumu yako ya mwisho, kwamba mwakani huenda usipate saumu nyingine, na ni jambo la kawaida, ni jambo ambalo linawezekana. Sio kwamba ni mambo ya nini, ni wengi tumeona mtu anafunga mwaka huu, anamaliza mwezi huu, lakini hafiki tena. Wengine Shaabani wanakufa, Rajabu wanakufa kabla ya Ramadhani kwa mwezi moja, miezi miwili, siku moja mtu anakata roho. Kwa hivyo ni mambo haya ndio sunna ya maisha yetu, ndio mtindo wa maisha yetu unavyokwenda, kwa sababu hatuna guarantee ya maisha yetu. Sasa tunapokuwa wenye kufanya mambo kama haya, tujue kwamba hatuiagi Ramadhani. Ramadhani haituagi sisi tunaiaga Ramadhani, kwamba Ramadhani bai, kwamba wewe utakuja, lakini sisi hatutokuja tena. Sisi ni si 100% kwamba tutaiwahi tena Ramadhani itakayo kuja. Sasa tukifika katika makumi kama haya, magrupu ni matatu, makundi ni matatu ambayo kwamba yanapatikana mpaka dakika ya leo na mpaka Ramadhani kumalizika. Tuangalie sisi tu katika grupu gani katika mwezi kama huu. Tutapiga mfano ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza ndani ya Qur'an. Thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidhnillah. Makundi matatu Mwenyezi Mungu ameeleza. Tuichukue hii aya tuitie katika mwezi wetu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu ameeleza Qur'an, kisha na tukawarithisha kitabu chetu Qur'an, alladhina istafaina, wale ambao kwamba tuliwachagua min ibadina, katika waja wetu. Kuna watu ambao kwamba ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wamechaguliwa wakapewa kitabu kama hiki cha Qur'an. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaeleza wale ambao kwamba wenye kubeba kitabu kama hiki katika waja wake, wote wako katika khairi. Faminhum, miongoni mwao, zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi ni wale ambao kwamba wenye kujidhulumu nafsi zao. Wa minhum muqtasidun, miongoni mwao wako wakati na kati. Wa minhum sabiqun bil khairat, na miongoni mwao ni wale waliotangulia mbele na kushindana katika na wakashinda na kushindana katika mambo ya khairi. Grupu tatu. Hata skuli katika mitihani ranki 3 zinakuwa na nguvu sana. Ranki 3 excellence, ambapo kwamba ni mumtaz,
alafu unakuja very good, alafu unakuja good. Ranki tatu hizi ndio zinakuwa strong. Sasa dhalimun li nafsi ni ile good, ni yule kwamba huyu anafanya, lakini anafanya na kufanya mambo, anafanya kheri, mambo ya wajib, na kufanya mambo yaliokuwa ya muharramati. Wote hawa anafanya, lakini anachanganya. Huyu anafanya kheri, anafanya mambo ya wajib, na wa fi nafsi alwaqti anafanya mambo ya haram, na kuacha mambo ya sunna na nini. Wa minhum muqtasidun, wakati na kati ni yule ambaye kwamba mwenye kufanya. Huyu anafanya mambo ya wajib na anafanya na anaacha mambo ya haram, lakini yeye anafanya mambo hafanyi mambo ya sunna wala hafanyi, na anafanya mambo ya makruhati, mambo ya kuchukiza chukiza, si mambo ya haram, lakini mambo ya kuchukiza chukiza. Muqtasidun, wakati na kati. Wanazuoni wakamweleza ni mtu ambaye anafanya mambo ya wajib na anaacha mambo ya muharramati, lakini ni mtu ambaye kwamba anaacha mambo ya sunna na kufanya mambo ambayo kwamba ni ya makruh, mambo ambayo kwamba yenye kuchukiza. Huyu ni mtu wakati na kati. Lakini mtu wa top ambaye kwamba wa kuwashinda wote hawa, wa minhum sabiqun bil khairat, ni yule ambaye kwamba alitangulia na yule ambaye kwamba alishinda katika mambo ya khairi, kufanya mambo ya khairi. Huyu ni yule ambaye kwamba anafanya mambo ya wajib na kuacha mambo ya haram na kufanya mambo ya sunna. Hii ndio grupu ya mwisho ambayo kwamba huyo mtu anafanya. Sasa magrupu matatu haya, tujiulize mimi na wewe tuko katika grupu gani? Tuko katika grupu gani katika watu watatu kama hawa? Tuko katika watu ambao kwamba wanaofanya katika mwezi kama huu wa Ramadhani, tumefunga na hapo tunafanya mambo ya makosa, mambo ya haram. Tumeswali, tumefunga, lakini tukaacha mambo ya sunna. Wengine hawaswali tarawih, wengine mtu hajui kusoma, haleti adhkar, mwingine hana tauba na amefunga. Anafanya sio kwamba hafanyi, lakini akaacha akawa kuna mambo ambayo kwamba anayafanya. Mtu anafunga, lakini ikifika usiku anakwenda kuzini, ana kibanda chake, ani mpango wa kando, ikifika usiku anazini na mchana anafunga. Huyo ndo dhalimun li nafsi, amejidhulumu nafsi yake, na ni katika waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa huyu mtu kama huyu, hawa ni katika watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawasamehe wakiomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa wanatarajia msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni watu ambao kwamba watapata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sio kwamba ni group ambao kwamba la kutupwa nje ama hawafai. La, wanafaa na ni watu ambao kwamba ni katika waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini jambo kubwa ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatujachelewa bado. Wiki iliyobaki turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuombeeni Mwenyezi Mungu msamaha kwa yale yote ambayo kwamba tuliyofanya. Na kama kulikuwa na shortcut zote ambazo kwamba ulikuwa ukizifanya mambo ya haram, sasa ni wakati wa kukomeka nayo. Wachana nayo ili Ramadhani imalizike, uwe katika hali salama, uwe katika hali ya kumridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Grupu la pili ni grupu ambalo kwamba amefanya huyu, amefunga, ameswali kwa sababu kuna wengine pia vile vile ni mtu anafunga na haswali swala za faradhi. Ndio huyo dhalimu li nafsi, amejidhulumu nafsi yake. Lakini muktasidun, ule wakati na kati, huyu mashaallah amefunga, ameswali swala zake 5. Huyu mashaallah ameweza kusimama swala za usiku, ameweza kufanya mambo ya kheri mbalimbali, lakini bado akawa anateleza, akawa anaacha baadhi ya mambo ya sunna kama tarawih, hakuswali, hafanyi mambo ya haramu, lakini pengine tarawih swali, hana adhkari anazoleta, mambo yale ambayo kwamba ni ya sunna. Lakini huyu ni muqtasidun, akukati na kati. Huyu pia vile vile atakuwa yuhasabu hisaban yasira. Huyu hisabu yake mbele ya Mwenyezi Mungu inakuwa ni hisabu nyepesi. Yule wa kwanza anatarajiwa aombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yule atapata msamaha.
yule atapata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yule aliyejidhulumu nafsi yake. Kwa sababu kama nilivyosema, wote katika khairi, hawa watu watatu, grupu tatu zote ziko katika khairi. Yule wa kwanza atapata msamaha endapo atakuwa ni mwenye kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huyu wa pili ni mtu anefanya, amefunga, ameswali, amefanya mambo mengi, lakini yeye alikuwa mambo ya sunna na kufanya mambo ya makruhati. Makruhati ni mambo ambayo kwamba madogo madogo ambayo kwamba hayana dhambi, akawa ni mwenye kufanya mambo kama yale. Sasa huyu atahesabiwa hisaba yasira, atahesabiwa hisabu nyepesi siku ya kiyama. Wa minhum sabiqun bil khairat, na miongoni mwao kuna wale ambao kwamba walioshindana na kukimbilia katika mambo ya khairi. Huyu wanazuoni wanasema wenye tafsiri kwamba huyu atahesabiwa, huyu atakuwa ni mwenye kuingia peponi bighairi hisab. Huyu atakuwa ni mwenye kuingia peponi hatopitia katika hisabu, kwa sababu ni mtu ambaye kwamba excellence, mumtaz. Huyu ni mumtazi 100%. Huyu ni 100%. Jua binadamu wake, lakini amecheza nafasi kubwa sana. Hata kama si 100%, lakini mpe 98%, mpe 99%, ambaye kwamba ni katika grupu la hawa ndio number 1, wako top katika khairi ambazo kwamba ziko katika mwezi kama huu wa Ramadhani. Kwa magrupu matatu kama haya. Lakini laita shairi, natamani ningejua nani ambaye kwamba aliyetangulia katika jambo kama hili, nani ambaye kwamba saumu yake iliyokubaliwa, nipate kumpa hongera, nimwambie congratulations. Natamani ningejua kama ni mimi mwenyewe, kama ni wewe, nikwambie congratulations, nikupe mkono wa tahnia kwa sababu saumu yako imekubaliwa. Na natamani nijue nani ambaye kwamba saumu yake imerudishwa, nipate kumpa mkono wa taazia, nipate kumpa pole, mkono wa msiba ule, kwamba pole ndugu yangu, umekosa kitu kikubwa sana katika mwezi kama huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema raghiba anf man adraka Ramadhan falam yughfar lahu. Huyu ameangamia yoyote ambaye kwamba atafikwa na Ramadhani asipate msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atapata hasara kubwa mtu kama huyu ambaye kwamba Ramadhani itaingia na asipate msamaha wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo grupu tatu kama hizi, mwanadamu ajichunguze mpaka tulipofika hapa, tuko katika grupu gani? Dhalimun li nafsi, muqtasidun, ama sabiqun bil khairat? Grupu tatu kama hizi, tuko wapi sisi mpaka leo? Kama bado tuko katika dhalimun li nafsi, bado nafasi iko ya kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tufanye yaliyokuwa ya khairi na tuache yaliyokuwa mabaya. Kama tuko katika grupu la pili muqtasidun, basi tuendelee katika kufanya mambo ya khairi na tujitolee katika kufanya mambo ambayo kwamba yenye mambo ya sunna, na tuache mambo ya kuchukiza na mambo ya makruhati. Na kama tu grupu la tatu, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, jihisabuni nafsi zenu kabla hamujahesabiwa. Kila mmoja anajua nafasi yake, kila mmoja nafsi yake inamwambia kwamba wewe ama wewe mwenyewe unajijua kwamba mimi nimefanya ama sijafanya. Kaa chini, tukae chini, tujiangalie nafsi zetu, tumefanya mpaka leo ni kitu gani cha maana nimeweza kufanya. Kama hujafanya, basi kuna wakati mkubwa sana. Kuna Lailatul Qadri, hatujui kama ishapita ama bado iko. Zote hizi ni vitu ambavyo kwamba tunazitarajia katika 10 kama hili la mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na Bibi Aisha ama na wake zake, akasema itafuteni katika autar ya 10 la mwisho, katika witri za 10 la mwisho, 21, 23, 25, 27 na 29. Itafuteni Lailatul Qadri katika 10 kama haya, yani katika siku kama hizi za witri. Kwa hivyo, na ni siku ambayo kwamba mwanadamu au Muislamu lazima awe ni mwenye kujitolea. Tufanye ibada bila kutarajia kwamba nimepata Lailatul Qadri ama sikuipata. Muhimu wefanya mambo mengine, mwachie Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni siku kama hii tanazzalul malaikatu waruhu fiha, ni siku ambayo kwamba inateremka malaika wengi sana katika ardhi, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema waruhu fiha, mpaka Jibril alayhi salatu wasalam. Angalia uzito wa hii siku. Jibril alayhi salatu wasalam hateremki katika dunia kama hii isipokuwa kuleta wahi. Jibril akiteremka ni kuja kuleta wahi, ama kama ametumwa kwa jambo maalum kuja kuangamiza, kama vile alivyoangamizwa kaumu zilizopita, alikuwa Jibril akiteremka. Lakini Jibril hateremki kwa jambo lingine lolote lile isipokuwa usiku wa Lailatul Qadri. Jibril anateremka na kikosi chake cha malaika.
tanazzalu almalaika, malaika wanakuwa wanajaa katika ardhi kama hii, mfano wa changarawe zile za ardhini vile, wingi wao ni mfano wa changarawe katika ardhi. Usiku kama ule unakuwa na amani sana. Salamun hiya hatta matla'il fajr, usiku kama ule unakuwa na amani mpaka alfajiri itakapo kuchomoka. Kwa hivyo tusingoje mpaka tarehe 27 ambapo kwamba wengi ikifika tarehe 27 misikiti hujaa kwa sababu ya ni swala za tahajjudi, lakini huku ni bado ni kukosa kuelewa. Tarehe 27 ni kweli ni usiku ambapo kwamba kuna matarajio makubwa kupatikana Lailatul Qadri, lakini sio kwamba mwanadamu au Muislamu akae mpaka afikiwe na tarehe 27 alafu siku zingine zote alale, siku zingine afanye atakalolifanya, ngoje tarehe 27. Lailatul Qadri huenda ikawa siku ya kwanza Ramadhani. Ni jambo hata wanazuoni wameeleza, usiku wa kwanza wa Ramadhani huenda kupatikana Lailatul Qadri. Mwenyezi Mungu ameficha ili mwanadamu. Kwa nini Mwenyezi Mungu afiche? Mwenyezi Mungu kuficha kwake alijua kwamba lao nitatangaza ni tarehe 20, ni tarehe 15, basi mwanadamu angekuwa na nini? Angekuwa ni mwenye kulala, mwanadamu angerudi nyuma katika ibada, angoje tarehe 27 watu waanze kupigana na kuuana misikitini kwa sababu ya kukimbilia usiku mmoja wa Lailatul Qadr. Mwenyezi Mungu akaificha, akafanya ni siri yake, na katika mambo makubwa yote Mwenyezi Mungu anakuwa ni mwenye kuyaficha kwa sababu ya khairi ambayo kwamba zimo katika siku kama hii. Katika tarehe 27, tarehe 27 uwezekano huwa ni mkubwa. Katika utafiti ambao kwamba wanazuoni wameweza kufanya, wamechukua suratul Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sura kama hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri, lailatul qadri imekuja mara 3, na lailatul qadri iko na herufi 9. 9 mara 3 ni 27. Hizi ni wanazuoni wamekaa chini wameangalia utafiti ambao kwamba umefanywa ndani ya Qur'an. Kama nilivyosema, Qur'an ni kitabu cha miujiza mikubwa sana. Kwa hivyo Lailatul Qadri ukipiga ni maneno ni herufi 9, ukipiga mara 3 inakuwa ni 27. Ndio hiyo Lailatul Qadri ukiangalia. Alafu wakachukua tena mwisho, Lailatul Qadri khairu min alf shahr, tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya. Sura kama hii inazalnahu iko na maneno 30, idadi ya mwezi, idadi ya siku za mwezi, siku 30, na ndio maneno yake ni maneno 30 words. Salamun, amani. Hiya maana yake inarudi katika hiyo usiku. Hiya ni neno la 27 katika idadi ya maneno ya Qur'an, maneno ya suratu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hiya ambapo kwamba hiya inarudi kwa nini? Kwa huo usiku, ni neno la 27. Sasa hizi ni jitihadi za wanazuoni kwamba huenda hii ni ishara kama Mwenyezi Mungu ameshiria kwamba Lailatul Qadr huenda ikapatikana katika usiku kama ule wa 27. Lakini Muislamu, kama nilivyosema, Mwenyezi Mungu anafurahia akiona vilio vyetu tunavolia katika siku 30. Si siku moja tu kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la, ndo akaificha hii. Kwa sababu gani? Ataka tulie kila siku, tumlilie na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndo akaificha, ndo maana yake. Sasa Muislamu, na wewe usingoje tu mpaka tarehe 27, la, siku zote ikifika tarehe 27 zidisha tu. Siku anza ifika tarehe 27 zidisha ibada zako kama unazifanya, weka maradufu sasa, mara 2 mara 3 yake. Lakini sio kwamba ukae ulale ikifika tarehe 27 wewe ndio unaamka kwa ajili ya kuitafuta Lailatul Qadr. La, hii ni siku ambayo kwamba mwanadamu kutoka siku ya kwanza Muislamu awe ni mwenye kuitafuta na mwenye kufanya mambo yaliokuwa ya khairi katika mwezi kama huu. Ikifika mwisho wa mwezi kama huu, imefaradhiwa kutolewa zakatul fitri. Imefaradhiwa kutolewa zakatul fitri ambayo kwamba ni zaka za wajibu kwa kila Muislamu. Muislamu ambaye kwamba aliweza kumiliki chakula chake cha siku ile, kile kilichozidi lazima utoe zakatul fitri. Usiweke stock. Uko na stock, hata kama ni maskini umepewa, nawe toa. Umepewa ni maskini na chakula cha siku ile Eid uko nayo, kile kilichobaki piga hesabu kabla
kabla ya Eid kuswaliwa uwe ni mwenye kutoa zaka zako za fitri. Kwa hivyo ni zaka ambazo kwamba hazina utajiri wala maskini yoyote ambaye kwamba aliyemiliki chakula chake na chakula cha wale ambao kwamba anawalisha siku zote katika maisha yake, wale ambao kwamba wako chini yake yeye anawalisha, anawavisha, anawapa nyumba, wale wote wanakuwa ni wenye kupewa zakatul fitri. Zakatul fitri hutolewa kabla ya Ramadhani sana sana, ama wakati wa fadhila ni siku 2 ama siku 1 kabla ya swala ya Eid al-Fitr. Kabla ya swala mtu awe tayari ameshatoa, haitolewi baada ya swala. Ukitoa baada ya swala inakuwa sadaka kama sadaka zingine tu. Lakini pia vile vile unaweza kutoa hata mwanzo wa Ramadhani. Hata mwanzo wa Ramadhani unaweza kutoa kulingana na udhuru uliokuwa nao, kulingana na hali yako. Pengine nikisema nikikaa mpaka mwisho wa Ramadhani nitakosa, leo nimepata tia nia ya fitri, uwe mwenye kutoa. Hata mpaka leo tuna mtu, yani mtu anaweza kutoa. Lakini kwa yule ambaye kwamba anaweza, ambaye kwamba hana udhuru, ambaye kwamba pengine ako sawa, anaweza angoje mpaka siku 2-3 kabla ya Ramadhani awe ni mwenye kutoa, ni wakati bora zaidi wakati kama ule. Lakini wakati wote kutoka mwanzo wa Ramadhani ani Muislamu anaweza kutoa zakatul fitr. Zakatul fitr hutolewa chakula. Hii ndio kauli ya wanazuoni. Hutolewa chakula ambayo kwamba ni kilo 2, kilo 2.5 mpaka kilo 2.5, kulingana na vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akitoa. Natolewa, unaanza wewe mwenyewe, unakuja na familia yako ambao kwamba wale wako chini yako na wapa. Kwa hivyo hata ule mtoto mdogo ama kama ni mke, alimuhimu ni mtu apate jua la Ramadhani. Ni mtu umeoa mke saa 11, saa 1 kasoro mwezi ukaonekana, yule amepata jua la Ramadhani, utakuwa ni mwenye kumtolea zakatul fitri. Mtoto amezaliwa saa 12 kabla ya jua kuanguka, akapata jua la Ramadhani, yule pia vile vile atakuwa ni mwenye kutolewa. Atakayekuolewa, kitakachokuzaliwa baada ya mwezi kuonekana, wale hawana wajibu, hakuna wajibu wa kutolea zakatul fitri kwa sababu wale hawakupata jua la Ramadhani. Kwa hivyo hawa ni marefu, lakini kwa sababu ya wakati inshallah tutakuja kueleza katika darasa zetu zitakazokuja, katika darasa zetu ambazo zinaendelea kila siku kabla ya sala ya dhuhuri. Tutakuja kueleza mengi, na mtu kama atakuwa na maswala yake atakuwa ni mwenye kueleza, kwa sababu kuna mambo mengi. Kuna kutoa pesa. Je, kutoa pesa naruhusiwa? Kuna njia zake pia vile vile, kuna nidhamu, kuna utaratibu vile vile wa kutoa pesa. Utakuja kueleza katika darasa zetu inshallah. Subhanallah. Inshallah mwaka jana tuliweza kuwaomba kuwachangishia vijana ama family ambayo kwamba kuna mayatima na kuna maskini pia vile vile, wale ambao kwamba hawajiwezi. Mwaka jana tukakusudia family 10 ambao kwamba walikuwa na mayatima na maskini ambao kwamba hawajiwezi. Alhamdulillah tukaweka makadirio ya kila family tupiane shilingi 10,000. Tukapata cha kupata, tukaweza kuwasaidia. Inshallah leo pia vile vile tunaomba tena tuongeze, kama ni 10 tukipata 15 family za wale mayatima, nao wapate kufurahia ikifika ni siku ya Eid, wapate kufurahia. Wazazi wao, hususan wazazi kama baba ametoka, huwa ni family ambayo kwamba ni wanyonge. Tutie furaha katika nyumba kama hizi. Kuna wengine wazazi wako lakini hali zao ni duni, tutie furaha nao ikifika Ramadhani, nao waweze kusherehekea, watoto nao wapate nguo, mavazi. Tupate hata kama 100,000 kwa ajili ya kukusudia family 10 ama 15 ambazo kwamba tutakuwa wenye kuwasaidia. Na hii ni kazi tunashirikiana na ndugu yangu imamu wenzangu, tunaangalia kuna watu ambao kwamba tunawakusudia na kuwapa kheri kama hii ili tupate kutia furaha. Kwa hivyo inshallah kuna namba simu tumetoa pale, kutakuwa na mswala pia vile vile. Chochote ulichokuwa nacho inshallah tuwakusudie hawa ndugu zetu, family kama hizi ambazo kwamba zinahitajia usaidizi wetu zaidi. Kwa hivyo inshallah baadaye inshallah tutakumbushana tena tuweze kuwachangia inshallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.